Karibu sana msikilizaji katika matangazo maalum ya TBC Taifa kutoka viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, mahala ambapo yanafanyika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara. Hili ndilo jukwaa ambalo linalokutanisha wafanyabiashara, wawekezaji na taasisi mbalimbali kuonesha bidhaa, huduma na fursa za maendeleo ya biashara. Katika mfululizo huu wa vipindi tunakuletea simulizi na mahojiano kutoka kwa washiriki wa maonesho haya. Na nikwambie kwa hivi leo tunagusia swala la utunzaji wa mazingira. Utunzaji wa mazingira ni tunu kubwa ya uhai kwa kila kiumbe wa ulimwengu huu. Na katika kuchagiza hilo niko na mwenzangu Shadida Dalanga. Mwaka wa 2025 ulikuwa ni mwaka wa baraka katika eneo la maendeleo ya misitu na mazao yatokanayo na misitu. Hii ni baada ya serikali ya Tanzania kuingia ubia na serikali ya Finland kuanzisha mradi maalum wa kushughulikia mnyororo wa thamani wa mazao ya misitu. Na hiyo ilienda kuanzisha mradi ufahamikao kama Forland. Nasi katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya Sabasaba tumefika hapa katika banda la Forland na tunazungumza na Joyce Msigwa. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya jinsia na ujumuishwaji. Tutazungumza naye mradi huu ni wa muda gani na kwa namna gani wewe Mtanzania unaweza kunufaika kupitia mradi huu. Joyce, habari yako? Salama kabisa. Pengine Mtanzania angependa kufahamu mradi huu wa Forland ni wa muda gani na unajishughulisha na masuala gani kabisa? Okay, asante sana. So mradi wa Forland ambao ni kifupi cha mradi unaitwa Forest Land Use and Value Chain Development Tanzania, ni mradi wa ubia kati ya nchi mbili, serikali ya Tanzania pamoja na serikali ya Finland. Ni mradi wa miaka 4 ambao umeanza mwaka jana 2025 na unatarajia kumalizika mwaka 2029. Mradi huu ni mradi ambao unajishughulisha na kuendeleza rasilimali ya misitu yote ya kupandwa pamoja na misitu ya asili pamoja na mnyororo mzima wa thamani wa misitu kuanzia mbegu mpaka soko la mwisho mpaka mlaji wa mwisho. Na ni mradi ambao kwa Tanzania uko katika mikoa 4, mpo Iringa, Ruvuma, Njombe pamoja na Lindi. Na ni mradi ambao una maeneo 4 ya matokeo. Eneo la kwanza likiwa linawahusu sana wakulima wa miti ya kupandwa, na eneo la pili likiwa linawahusu sana jamii zinazoishi katika misitu ya asili hasa mikoa ya Lindi na Ruvuma, lakini eneo la tatu linawahusu wajasiriamali wote ambao wako katika mnyororo mzima wa thamani wa misitu, na eneo la 4 tunasema mazingira wezeshi ya uwekezaji katika mnyororo mzima wa thamani wa misitu. Kwa sasa umetaja upo katika mikoa 4. Pengine kama kuna mpango wowote wa kuendeleza mradi baada ya kutimia ile miaka 4, kuna mpango wowote wa kufika kwenye mikoa mingine pengine ya Tanzania? Mradi pamoja na kwamba uko katika mikoa 4, lakini kila kinachofanyika ni katika kuhakikisha kinawanufaisha mikoa mbalimbali, mikoa yote nchini Tanzania. Kwa mfano, mradi katika mwaka huu, mradi kwa kushirikiana na idara ya misitu na nyuki ambayo iko Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini pia na ubalozi wa Finland Tanzania, umeweza kuzindua mwongozo wa uwekezaji katika misitu na mnyororo wa thamani wa misitu, ambao huu mwongozo sio tu kwa ajili ya mikoa hii 4, ni kwa ajili ya Watanzania wote, lakini Watanzania wafanyabiashara wadogo, lakini hata wale wafanyabiashara wakubwa, lakini na wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali, ambao kwenye huo mwongozo unatoa taarifa sehemu gani ya kuwekeza katika mnyororo wa thamani wa misitu, na una takwimu ya soko katika maeneo mbalimbali ya uwekezaji, lakini pia unatoa taarifa ya nini cha kufanya ili uweze kuwekeza kwa kuzingatia sheria na taratibu za Tanzania. Lakini pia mradi una sapoti mashamba ya mbegu, ambayo mashamba ya mbegu za miti hayanufaishi tu mikoa yote hii 4, inamnufaisha kila Mtanzania ambaye anataka kuwekeza katika miti, kwamba ataweza kupata mbegu zilizoboreshwa. Lakini mradi pia una guide mbalimbali za jinsi ya
kujikinga na moto katika misitu yote ya kupandwa na jinsi ya kutumia moto vizuri katika misitu ya asili. Kwa hiyo hii yote miongozo ipo inapatikana katika mitandao, website ya mradi, lakini hata katika website za wizara, ambapo Mtanzania yoyote anaweza kunufaika na huu mradi. Lakini pia mradi unatoa elimu mbalimbali kuhusiana na kwa mfano jinsi ya kuongeza ubora wa bidhaa za misitu, na hizi elimu zipo zinapatikana kwa Watanzania wote bila kujali hiyo mikoa ambayo nimetaja. Kwa hiyo kwa ujumla wake mradi uko nchini Tanzania, lakini kwa utekelezaji kwa sasa unatekelezwa hiyo mikoa 4. Pengine mtu amevutiwa na hili ambalo amelisikia hapa na umetaja, ni kwamba unaweza kumfikia Mtanzania yoyote. Mtu anaanzia wapi? Anaanzaje kuwa sehemu ya huu mradi? Mtu yoyote ambaye anataka kunufaika na shughuli za mradi, kuanzia kama ni mkulima wa miti, popote ambapo mkulima wa miti, sisi tunasapoti vikundi vya wakulima wa miti, ambapo pia kuna miongozo ya jinsi unavyoweza kuanzisha kikundi cha wakulima wa miti, na tunashirikiana na shirika linaitwa Tanzania Tree Grower Association Union. Kwa hiyo kwa mkulima wa miti anaweza akaanzia hapo na akaweza kujifunza jinsi ya kunufaika na anaweza kunufaika na swala zima la upandaji wa miti, hiyo kwa mkulima wa miti. Na kwa wajasiriamali tuna miongozo mbalimbali iko katika website yetu. Unaweza kututembelea www.4land.or.tz, lakini pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii, social media zote, LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Tuna channel yetu, ukiandika 4Land utapata taarifa mbalimbali, na kwa namna mbalimbali unaweza kutupata, kwa sababu sisi tuko mnyororo mzima wa thamani wa misitu, kuanzia kupanda, kuanzia kuvuna, kuchakata, lakini hata pia kwenye mazao ya nyuki pia tupo. Pengine unafikiri ni kitu gani hasa ambacho kilipelekea mpaka kuanzishwa kwa huu mradi? Okay, kitu kikubwa ambacho kilipelekea kuanzishwa kwa huu mradi ni tamanio la kuona rasilimali ya misitu inawanufaisha Watanzania. Kwa hiyo lengo kubwa ambalo tunaona kila Mtanzania aweze kuwa na maisha bora kupitia misitu. Kwa hiyo vitu vyote tunavyovifanya ni katika kuwezesha Mtanzania aweze kunufaika na rasilimali ya misitu, lakini tuwe na hii rasilimali iwe endelevu kwa maslahi mapana ya nchi. Sawa, kwa maslahi mapana ya nchi. Wewe ni afisa jinsia na ujumuishi. Sasa hali ya ujumuishi ipoje huku kwenye mradi huu, na je, watu wenye makundi hayo ambayo unafanya nayo kazi wanashiriki kweli? Okay, asante sana, nashukuru. Tumepiga hatua, tukiangalia kabla na mpaka sasa hivi tumepiga hatua kwamba kuna ushirikishwaji upo, lakini bado ndio maana tunaendelea kusisitiza. Mara nyingi kumekuwa na dhana kwamba misitu ni sekta ya kiume. Kwa hiyo sisi tupo katika kuonyesha kwamba hata wanawake, lakini vijana na watu wenye mahitaji maalum wanaweza kushiriki katika mnyororo mzima wa thamani wa misitu. Kumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo tumeendelea kuzipambania kwa kutumia miongozo, lakini pia na kutoa hamasa. Kwa mfano, katika shughuli zetu tunahamasisha katika shughuli zote kuwafikia wanawake na kuhakikisha katika shughuli zetu zote 33% ya wanufaika ni wanawake, lakini pia tunajikita sana katika makundi maalum ya vijana. Kwa hiyo tunakuja na approach mbalimbali za kuhakikisha makundi haya ya vijana pia wanaweza kushiriki. Kwa mfano kama eneo la biashara, utaona hapa tuna kampuni za vijana ambao tupo hapa, tunawapa fursa, waone fursa za uwekezaji. Tuna vijana ambao wamekuja na bidhaa zao, tunaamini vijana mbalimbali wakiona wataweza kuvutiwa na wao kujikita na wakaona fursa zilizopo. Lakini pia tunashirikiana na serikali kuhakikisha miongozo na guideline ina usawa katika kuleta ujumuishwaji, na serikali imepiga hatua. Kwa mfano katika misitu ya asili, serikali imeweka kabisa mwongozo na sheria kwamba katika kamati za maliasili angalau 3/4 ya wanakamati wawe wanawake. Kwa hiyo hizi ni hatua za makusudi kuhakikisha
sekta inakuwa ya jumuishi. Pamoja na changamoto zingine zilizopo, tunaendelea kufuatilia, kwa mfano swala la ardhi na swala la dhamana. Tunafanya kazi na mabenki kuhakikisha kwamba dhamana zao zinakuwa nafuu na za kuvutia kwa makundi maalum kama wanawake ambao kidogo wao wana changamoto ya kupata dhamana za kudumu kama nyumba. Kwa hiyo tuna mradi unashirikiana na mabenki kuja na product ambazo zinaweza kuwanufaisha wanawake wa misitu ambao wamekuwa na changamoto labda ya kupata hizo dhamana, kwa sababu wengi kwenye umiliki wa ardhi umekuwa sio mkubwa kulinganisha na wanaume. Lakini kupitia mradi pia tuna hatua mahususi, kwa mfano kuhamasisha kuwepo kwa hati miliki za pamoja ili kuongeza idadi ya wanawake ambao wanamiliki rasilimali haswa ya ardhi. Kwa hiyo kuna hatua kubwa sana naweza nikasema zimefanyika. Kwa mfano kwa takwimu zilizopo katika labda kwenye vikundi vya miti, kabla mradi hujaanza ilikuwa ni chini ya 20% ya wanawake waliokuwa wanashiriki, lakini mpaka mradi kufikia mwaka 2025 kwa takwimu tulikuwa na wanawake 37% ambao wanashiriki katika shughuli nzima za misitu. Kwa hiyo tuna hatua kubwa sana ambazo tumepiga. Ama kwa hakika hatua imepigwa. Sasa zungumza na mwananchi ambaye anatembelea Sabasaba. Kwa nini hapaswi kukosa kufika kwenye banda hili? Kwa nini hatakiwi kukosa kufika kwenye banda hili? Asante sana kwa mwananchi ambaye unafika Sabasaba. Napenda kukukaribisha katika banda letu la Foreland, ambapo katika banda hili utapata elimu kama unataka kuwekeza katika misitu, kuanzia jinsi gani ya kupanda, jinsi gani ya kutunza misitu yako, lakini jinsi gani ya kupata soko la misitu yako. Na hapa pia utakutana na bidhaa mbalimbali ambazo zimetengenezwa na vijana wa Kitanzania ambao watakuonyesha bidhaa mbalimbali. Utaweza kujipatia bidhaa nzuri za Kitanzania kama furniture ambazo ni made in Tanzania. Kwa hiyo uwe na kitu ambacho unaweza kuwepo nacho kwako, lakini pia unaweza kupata elimu kuhusiana na hata miti gani. Kwa mfano kama wengi tunaamini tunatakiwa tutumie mninga na mkongo, lakini hapa tunakupa elimu na kuonesha miti mbalimbali ambayo unaweza ukatumia yenye ubora sawa na mninga na mkongo. Kwa hiyo njoo hapa ujionee hiyo miti. Mimi mwenyewe nilikuwa sijui, lakini nimefika hapa nimeweza kujionea. Asante sana. So karibuni. Shukrani sana Joyce. Mfuatiliaji wa TBC, tumeelezwa hapa kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinatengenezwa kutokana na mazao ya misitu, na kinachofuata hivi sasa ni kutembea na kuoneshwa hizo bidhaa zenyewe. Kwa majina, mimi naitwa Kasim Hamisi Ulega, ni mkurugenzi wa kampuni inayoitwa Gavin Company Limited. Gavin Company Limited, sisi ni wauzaji wa mbao zinazotoka katika misitu ya asili, lakini pia tunauza na furniture zitokanazo katika misitu ya asili. Kikubwa leo kwenye Sabasaba tumekuja kuwaonyesha Watanzania kwamba Tanzania imebarikiwa kuwa na jamii ya miti mingi sana ambazo zinazalisha mbao kwa ajili ya kazi mbalimbali, mfano kazi za flooring, mfano kazi za furniture, ujenzi na nyinginezo nyingi. Tuna jamii za miti mbalimbali kwa matumizi yale ambayo nimewaelekeza. Unaweza kuona miti aina mbalimbali kama mtundu, mtondoro, mpangapanga, lakini hata hapa chini unaweza kuona kuna sample hizi za miti mbalimbali. Mkija hapa Sabasaba mtaona miti hii. Kikubwa Gavin, sisi tunachojaribu kukifanya ni kuwaonyesha Watanzania kwamba nchi hii imebarikiwa kuwa na miti mingi. Watanzania wengi sana wanajua kwamba unapozungumzia miti ya asili unazungumzia mninga na mkongo, lakini sivyo hivyo. Tanzania ina miti zaidi ya 50 ambayo inaweza kukuzalishia mbao zinazoweza kufanya kazi kama mninga na mkongo. Kwa hiyo hapo unavyoweza kuona katika hii bodi yangu, miti hii ina sifa sawa au kuzidi mninga na mkongo, na ambayo inapatikana kwa wingi sana hapa. Kwa hiyo kikubwa sisi watu wa Gavin tumekuja kuonesha bidhaa hizi, lakini pia
Sisi Gevin tunavuna mbao zetu kutoka katika misitu ya vijiji, misitu ambayo imethibitishwa kimataifa chini ya uthibitishaji wa misitu unaoitwa FSC, yani Forest Stewardship Council. Kwa wale watu ambao wanamiliki lodge za kimataifa, watu ambao wana concern na issues za conservation, wakija kwetu sisi Gevin tutawapa mbao ambazo zimethibitishwa, ambazo zinavunwa katika misitu ambayo inazingatia uvunaji endelevu. Majina yangu naitwa Neema Mwakiusa. Mimi ni mfanyakazi wa Mrembo Natural. Kampuni yetu tunapatikana Tegeta, Dar es Salaam. Kwenye kampuni yetu sisi tunafanya kazi na watu wa Forland ambao wao wamekuwa kama ni taasisi ambayo inatusapoti sisi kama wafanyabiashara ambao tunatumia misitu. Sisi tunatengeneza bidhaa zetu kwa kutumia misitu, ambapo wale watu wa misitu wanapokata miti wanatumia miti kutengenezea mbao, lakini mara nyingi majani wamekuwa wanayatupa. Sisi yale majani ndio ambayo tunayachukua, tunapeleka kiwandani kwetu na kuyachakata. Wito wangu kwa Watanzania ambao wameshiriki katika maonyesho haya ya Sabasaba, ninawakaribisha sana waweze kutembelea banda letu, kwa sababu ni bidhaa natural zote ambazo sisi tunawauzia watu ambao wanatengeneza mafuta, dawa za asili, lakini hazina kemikali. Hapa ni Mandela Furniture na mimi ni mfanyakazi wa Mandela Furniture. Jina langu ni Henry Felix Mandela. Sisi kampuni yetu inajihusisha na kutengeneza thamani mbalimbali, furniture mbalimbali za maofisini. Tuna set mbalimbali ambazo tunatengeneza kwa ajili ya taasisi za mtu binafsi na pamoja ofisi za serikali. Tunatengeneza furniture ngumu, kwa mfano executive tables. Tuna sample ya meza za kawaida za ofisi, walking tables. Tunatengeneza pia furniture za nyumbani, mfano dining table, wardrobes, vitanda na kadhalika. Sisi tunatumia mbao ngumu, mninga na mkongo, lakini kupitia mradi wa Forland tumeweza kukutana na wadau mbalimbali ambao wanajihusisha na mbao, uvunaji wa miti. Hivyo tumepata fursa ya kuijua miti mingine ambayo inaweza ikatumika kupunguza gharama na kupata ubora ule ule kwenye utengenezaji wa furniture. Kwa majina naitwa Amani Masawe, ni founder wa kampuni ya Skyle Workshop. Skyle Workshop ni kampuni ambayo inajihusisha na utengenezaji wa furniture na bidhaa nyingine za mbao kama vile decors, taa pamoja na saa na vitu vingine mbalimbali vya urembo wa majumbani. Nje na hapo pia tunatoa huduma ya consultation kwenye issue za designings, na pia tunatoa huduma ya refurbishment ya furnitures. Nikija kwa upande wa mradi wa Forland umetusaidia kama kampuni kutuwezesha kuonekana na kutambulika kitaifa, kwa sababu sisi ni startup company na ni vijana ambao ndio tumeanzisha wenyewe, na hivyo tulikuwa bado hatujapata nafasi ya kujulikana na watu mbalimbali. Hivyo Forland imekuja na kutusaidia kwa namna moja kujulikana na jamii kwa kile tunachokifanya. Kama unavyoona bidhaa zetu ni ziko unique. Tunatengeneza natural na tumeangalia hapo kwa ajili ya kujitofautisha na wengine, kwa sababu sisi tunatumia mabaki ya mbao ambacho kile kimeachwa wakati wa matumizi ya magogo na mbao. Hivyo naweza kusema lengo dhumuni ya kuanzisha kampuni hii ni kwanza kuziona fursa ambazo zipo kwenye upande wa misitu na pia kutunza mazingira, kwa sababu all this unavyoviona hapa ni mabaki ya mbao. Mfuatiliaji wa TBC, tumezungumza na mtaalamu kutoka Forland pamoja na wajasiriamali, na sasa ni wakati wa kujiunga na Thabiti Sadiki. Huyu ni mkufunzi kutoka katika chuo cha misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga. Tunachotaka kufahamu ni uhusiano uliopo kati ya Forland na hiki chuo, lakini ni fursa gani ambazo zinaweza kupatikana kutoka katika misitu. Thabiti, habari yako? Salama. Pengine tungeenda moja kwa moja, chuo kinatoa huduma gani na namna gani chuo kinahusiana na Forland? Ndio. Sisi katika chuo chetu cha misitu na viwanda vya misitu FUITIC tupo Mafinga. Tunajitahidi sana na kutoa elimu juu ya uchakataji wa mazao ya misitu na huduma ambazo zinapatikana katika misitu. Pia tunatoa mafunzo ya useremala. Moja katika samani ambazo zimetengenezwa na wanafunzi wetu zinaonekana hapa. Tumekuja tu na sampuli kwa ajili ya wanafunzi, kwa ajili ya kuonyesha jinsi wanafunzi wetu wanavyotengeneza samani hizi. Pia tunatoa rai kwa wananchi
na jamii kwa ujumla kwamba sekta ya misitu sasa hivi inakuwa sana. Wakaribie FUITIC wapate mafunzo ya hudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu na pia na useremala. Dirisha limefunguliwa, tunatoa rai kwa wanafunzi, nafasi zipo chache, tunawakaribisha sana. Kunapokuwa kuna masomo, kunakuwa na vigezo vya mtu kuweza kujiunga na masomo hayo. Vigezo vya kujiunga kwenye chuo hiki ni vipi hasa? Ndio. Asa sisi tunatoa mafunzo katika level ya VET. Tunatoa mafunzo katika level ya VET level 1 mpaka level 3. Na vigezo vyetu ni D2, angalau 2 za masomo ambayo sio ya dini. Kwa fani ya fani ya uchakataji wa mazao ya misitu tunahitaji D1 angalau ya somo la chemistry ama biology. Kozi ya useremala ni darasa la 7, tuna shida. Umri vipi, inakuwaje hapo kwenye useremala? Kozi ya useremala, umri katika hizi kozi zingine hizi 2 za hudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ni kuanzia miaka 18. Ila useremala kuanzia akimaliza darasa 7 tu hamna shida anakuja. Na tukizungumzia Foreland na nyinyi jinsi mnavyofanya kazi. Ndio. Tukiachana na kutoa elimu, tunashirikiana na mradi wa Foreland kutoa elimu kwa jamii, hasa kwa jinsi ya kuhudumu misitu, jinsi ya kutumia chainsaw, jinsi ya kupambana na moto wa misituni, jinsi ya kudeal na mbegu bora ambazo zinapatikana. Kwa hiyo tunahusisha sana na jamii ambayo inatuzunguka, hasa katika nyanda za juu za kusini, kwa kutumia mradi wa Foreland kuwafikia wananchi wale ambao wanahitaji hizi huduma sana, hasa kupata mbegu bora ambazo ni changamoto ambazo sasa hivi, lakini sisi kama FUITIC tunajitahidi kutoa elimu hiyo kwa wananchi. Shukrani sana. Asante sana. Mfuatiliaji wa TBC, bila shaka umepata somo, na kwa nini sasa unapotembelea Sabasaba uhakikishe unafika katika banda la FUITIC lakini pia banda la Foreland ili uweze kupata elimu zaidi na kuhakikisha unaweza kuchangamkia fursa zinazopatikana katika mazao ya misitu. Ni mwenzangu huyo Shadida Dalanga akihitimisha mazungumzo, na safari yetu ya leo kutoka Sabasaba inaishia hapa. Lakini simulizi za biashara, ubunifu na uwekezaji bado zinaendelea. Usikose kuendelea kuifuatilia TBC Taifa, na ukifika viwanja hivi usikose kutembelea banda la shirika la utangazaji Tanzania TBC upate huduma na ofa maalum za matangazo. Kwa niaba ya Shadida Dalanga, mimi ni Isa Sebea, tukutane tena kipindi kijacho.